magana mwenda bololoe zia ya kwololo ati kuthukuma serikali, zia ya kuthukuma ya kwololo ati kuthukuma na mheshimiwa His Excellency the Deputy President. He is the second most powerful man katika nchi yetu ya Kenya. He is here with us. Nimeana moki itama kamwe kaja batake moko muzangia. Pai mundu onomwe no mumu kunanganiza moko ngewa moyo. Katika ito tusubie kaka ito tukasubie byo. Na kaika kwatangwa ne mundu. Nikana kabiki. Na kemu sumbe to mubungu yanzia. Okay atwiki estima. Atwiki yekiwo. Bas mimi nikimalizia niseme His Excellency the Deputy President, karibu sana tena na tena. Hawa watu wameshakubali kwamba uongozi wako ni bora. Tumekuwa na Deputy President wengine ni wa kupanganga na kugawanisha watu saa yote na chuki. Kila kitu ni mbaya. Hata nimesikia wengine wanasema hata sura ni mbaya, hata style ya kukula sio ile inafaa. Lakini hiyo haina maana. Ya maana ni tukisonga mbele sisi tusikubali kuchochewa. Tusikubali kuchochewa. Watu wasitumie vijana wetu wachochee vijana waweze kuharibu mali za watu. Meona jana vile juzi vile kulifanyika, hao ambao walikuwa na uongozi na hawakusaidia vijana wetu. Ndio wao wamelipa vijana, wamelipa goons. Wakaenda kule Nairobi wakaharibu mali ya watu. Kioski mingi, mali ya bilioni imeharibiwa. Maduka zimevunjwa, vioski zimevunjwa, masupermarket zimevunjwa, kila kitu imetorokeshwa, imeibiwa, spare parts imeibiwa. Na yeye ajui anachochea vijana. Yeye anasema ni mkabila sana, ajui hiyo kabila yake pia imepoteza zaidi na ni watu wake ambao anajifanya ana protect. And therefore he is not even he is more than a tribal, he is a con man. Kwa sababu even to the same tribe that he proposed to support, ndio wamepoteza zaidi katika hizi mambo ya maandamano ambaye yeye ndio anafadhili. Anatuma vijana hata waende katika police stations, waende ati wakabebe guns. How do you treat a policeman like that? How do you go to a police station ambayo iko na policemen ambao ndio wanapaswa kuguarantee our security? Wewe unataka kuenda kuwanyang'anya bunduki. Ukiwanyang'anya bunduki alafu how do we guarantee your freedom of expression, your freedom to picket, and also guarantee security ya watu, kwa sababu zile bidhaa ambazo zinashikwa na polisi ndio za kuprotect watu. Na kwa hivyo tuseme hivi, Inspector General of Police, usikuwe coward. Action needs to be taken. People must be held responsible. Kwa sababu tukianza hii mchezo ya mtu anakuja anachochea vijana, analipa vijana wanaharibu mali ya watu, and action is not taken, this now will become the trend. And these people, huyu Muti Asuti Kombo na wengine and other politicians who have any links to the demonstrations and looting that happened, they must be personally held responsible kwa ile mali and the lives of people that we have lost. Kwa hayo mengi sana, Your Excellency, I want to welcome you. Ukuje usalimie wananchi na wanakupenda sana. Kuna lingana vile nimepima, nimeona nikapima, nikaona wanakupenda sana. Basi DJ ungetupatia kibao moja hivi kidogo tukimkaribisha rais. Naomba tuketi mbaito mwaseo. Nikaleinde mwaseo enge. Mwea ine museo. Mavida othe. Hata ewe Yesu. Sibu sema kesho ni mwongo. Ni leo ama ni kesho? No mothe. Teoni. Tiaoke. No mothe. Wangapi wanasema leo ni leo jamii? Asante sana. Naomba nichukue nafasi hii niwashukuru. Asante kwa sababu mmekuja kwa wingi. Na leo tuko hapa kwa sababu tuko na jukumu ya kushughulikia mambo ya wananchi. Na tumekuwa katika sehemu zingine za Kenya kwa sababu sisi ambao Mungu alitusaidia tukaunda serikali. Wakati tulikuwa tunaomba kura, tulikuwa tunasema ya kwamba sisi tunaamini ya kwamba uchumi wa nchi yetu ya Kenya
utaimarika haraka kama tutasaidia kwanza wananchi walio mashinani wapate nguvu zaidi. Mnakumbuka hiyo maneno? Ile ya bottom up. Unakumbuka hiyo bottom up? Hiyo bottom up ni kusimama na watu wadogo wa biashara, wanabiashara wadogo, mama mboga, mtu ya kinyozi, mtu ya mkokoteni, mtu ya bodaboda. Hao watu walio mashinani wakipata nguvu kidogo, hiyo ndio itaharakisha maendeleo ya nchi ya Kenya, ndio tukae kama zile nchi zingine ambazo zimeendelea. Na tukasema ya kwamba tutatumia njia mingi, njia zozote zile, mpaka tuhakikishe ya kwamba tumeongeza pesa mfukoni kwa wananchi wa mashinani. Sisi tulikuwa tunasema UDA pesa mfukoni. Sasa pesa mfukoni si ndio hii basi? Ama namna gani jameni? Na tuko na mbinu zingine nyingi kama nitakavyoeleza hivi sasa. Njia mingi za kuongeza mapato ya watu wetu mashinani ndio tukuze uchumi wetu wa taifa la Kenya. Na tukasema ya kwamba tusidharau kazi. Kazi ni kazi. Ule ako na kazi kubwa ni kazi. Ule ako na kazi ndogo ni kazi. Na hakuna kazi ya kudharauliwa. Bora inapatia mtu riziki. Bora inasaidia mzazi kusomesha mtoto wake. Bora inapatia mzazi chakula kwa familia yake. Kazi ni kazi. Wea ni wea. Ama namna gani jameni? Iko kazi iko na aibu. Si kazi ni kazi. Bora mtu anapata mapato yake ya kila siku pale. Ndio unaona tumerudi kwa sababu tuko na agenda ambayo tunaendelea nayo. Tumeanza tayari kuhakikisha kwamba tumetumia mbinu nyingi kuongeza mapato ya wananchi na kuongeza mapato ya ile kazi ambao wananchi wanafanya hapa mashinani. Tumeanza na mambo ya kilimo kwa sababu watu wengi katika taifa letu la Kenya ni wakulima. Ndio unaona tunakazana mambo ya kilimo. Ndio tukapunguza bei ya fertilizer ambaye watu wengi mbolea hawakuwa wanamudu. Ilikuwa inagharimu shilingi 7,000 mfuko moja wa kilo 50, 7,000. Tukaweka pesa ya serikali, hiyo bei sasa imeteremuka ni 2,500 ili wakulima wengi wapate mbolea watumie katika kulima ili tuzalishe mahindi na chakula zile zingine ya kutosha, tuondoe njaa, tuachane na aibu ya wananchi wetu kukosa chakula mara kwa mara, kwa sababu hakuna mtu anapendelea ama anafurahia kwenda kutafuta molio. Kweli si kweli? Kuna mtu anapendelea mambo ya molio? Si ni kukosa namna. Kwa hivyo ndio tumeshughulikia mambo ya wakulima ili tuhakikishe kwamba wako na mbolea na mbegu ambayo itawasaidia kupata mapato ya kutosha kuzalisha chakula chao. Na hapa nimeona ya kwamba ile mimea ingine ambayo tunakuza hapa Ukambani, ningetaka sasa pia tuanze kuifikiria vile hapo nyuma kwa miaka 60 serikali ya Kenya ilikuwa ama imekuwa ikisaidiana na wakulima wa mimea kama kahawa na majani chai. Na wakati umefika sasa kama taifa na kama serikali tuanze pia kusaidia wakulima wa mimea mingine, sana sana mimea ambayo inakuzwa katika hizi sehemu zetu. Na kwa hivyo mimi nimesema nataka niitane kule Nairobi mwezi ujao kwa wakulima wote ambao wametoka sehemu hii ili tuketi pamoja
kama wakulima tuketi pamoja na serikali, mawaziri na viongozi wote wa serikali, tutafute njia vile serikali inaweza tumia pesa kusaidia sio tu wakulima wa kahawa na majani chai, lakini pia wakulima wa ndengu, ndoko, masungwa, membe, ama namna gani jameni? Ni mwizenzo. Si mnajua mbaazi? Si ni chakula ya dhahabu, ni kama dhahabu, ni chakula ya bei ghali. Lakini kwa sababu wakulima hawana msaada wa serikali, saa nyingine mapato ya pale ya nzo haitoshi. Na hiyo kilimo imeenda chini kwa sababu hatujaiangazia vizuri. Kwa hivyo nataka niwaulize watu ya Kitui West, nikiitana mkutano ya wakulima ya kuongea vile serikali itasaidia wakulima wa nzo na ndoko na masungwa na ndengu. Ni mgoka? Mutakuja? Mutakuja? Hakuna watu watakuja kuambia msiende huko kwa Deputy President? Wacha nione wala wanasema wakulima watakuja. So nitafute hema kubwa nitafute ile hema kubwa ambayo itakaa watu 100,000 wa kutoka Kitui na Masako na hata pale ya Makueni na watu ya Tharaka hapa. Si hata hao ni watu ya ndengu na hii mambo ya zoo, ama namna gani jameni? Kwa hivyo kilimo ni moja ya ile njia tunatumia kuongeza mazao na mapato ya wakulima huko mashinani. Pia hapa sisi ni wafugaji, na umeona ya kwamba kwa sababu ya kiangazi wakulima wengi walipoteza mifugo, ng'ombe, mboi, pondu. Si mifugo yetu iliharibiwa na kiangazi. Sasa huyu kijana wetu hapa PS Jonathan Mweke, ni muize Jonathan Mweke, si huyu ni PS wetu wa mifugo? Alipewa kasi na Rais William Ruto ili kusimamia mambo ya mifugo katika taifa letu la Kenya. Na kwa ile program anaendesha saa hii, huyu Mweke ako na program ya kupatiana mboi mboi 5 kila musie mboi 5. Huyu Mweke hata saa hii ametoka huko Mutomo, huko Kitui South, kupatiana mbuzi. Mungetaka hata nyinyi mpate hizo mbuzi? Kila familia mbuzi ngapi? Nimo kwenda mboi. Wacha nione wale wanasema wakulima wasaidiwe na mbuzi. So we Mweke harakisha, na mimi nishukuru Mweke kwa sababu wakati aliambiwa ashughulikie mifugo ya Kenya, aliweka counties zote za Kenya ambazo ni wafugaji, lakini hakusahau nyumbani Kitui, kwa sababu pia hapa sisi ni wafugaji. Wapi makofi ya Jonathan Mweke jameni? Mweke anatosha atoshi? Yeye anatosha atoshi? Ni noma si noma? Ni fire si fire? Wacha nione salamu ya Jonathan Mweke jameni. Bas, vile kupitia ile idara ambayo Mweke anasimamia, serikali ya William Ruto imeanza sasa kujenga taasisi maalum ya kufundisha wakulima wa kilimo ama wafugaji wa mbuzi, ambayo tunaita Livestock Training Center hapa Kanyonyo katika Kitui County. Na serikali itatumia shilingi milioni 250, na contractor already ameanza kujenga hiyo Livestock Training Center. Watoto wetu na wakulima wafundishwe jinsi ya kufanya ufugaji wa mbuzi, wa ng'ombe, wa kondoo, ili tupanue ufugaji na kilimo katika sehemu yetu ya Kitui. Hiyo project ya 250 million pale Kanyonyo, contractor ameanza last month, amepewa 1 year, na mimi nitakuja kuangalia mahali imefika, lakini kwa sasa Mweke
ndiye ana supervise kwa niaba ya rais na niaba ya sisi zote. Jambo la tatu, vile tuna support wakulima na wafugaji. Jambo la tatu, tunajua kwamba wananchi wengi ni wanabiashara ndogo ndogo huku mashinani, na ndio unaona tunajenga masoko ili hawa kina mama na wachuuzi waache kuuza bidhaa zao nje huko wakipiwa na jua na mvua na vumbi, wapate mahali kuna heshima fa kufanyia biashara zao. Hapa Kitui County tunajenga masoko mengi sana, ikiwemo soko kuu kule Kitui Town, ikiwemo soko ya Mwingi, ikiwemo soko ya Mutomo, ikiwemo soko ya Sombe. Lakini hapa vile vile nimesikia ya kwamba kuna ile soko tumetangaza ambayo itaanza kujengwa wakati wowote, na zingine zile mmeomba. Si umesikia huyu Mwasia commissioner ameomba masoko hapa? Mnajua huyo Mwasia anatosha ama atoshi? Mwasia ni fire si fire? Mwasia ni noma si noma? Wacha nione wala anasema Mwasia anatosha. So ile mambo ya masoko yote Mheshimiwa Mwasia amesema hapa, kwa heshima yenu itajengwa yote. Si amesema kuna soko ya Kawe na Kabati? Mnataka soko ya Kabati? Tujenge tusijenge? Tujenge soko ya Kabati na Tulia. Mnataka soko ya Tulia na kwa Mboya? Tujenge tusijenge jambeni? Wacha nione wale wanasema hiyo masoko ijengwe. So mimi nimetoka hapa na ahadi. Ile ahadi nimewacha hapa kwa niaba ya rais na kwa niaba ya serikali. Katika muda usiozidi mwezi mmoja ama ikienda sana miezi miwili, tuwe tumeanza kujenga masoko matatu mapya katika hii sehemu hii, ikiwemo soko ya Kwamboya, ikiwemo soko ya Tulia na ikiwemo soko ya Kabati. Tuendelee na hiyo kazi ama tuachane nayo? Tujenge masoko ya kusaidia wananchi ama tukapige siasa ya bure? Tuendelee na masoko. Kwa hivyo hiyo masoko tutajenga vile Mheshimiwa Mwasia commissioner ameomba. Vile vile tuko na program ya kujenga manyumba ya bei nafuu katika town zetu mbalimbali, sana sana town zile kubwa. Na hiyo program ya kujenga manyumba ya bei nafuu pia tunaitumia kujengea vijana wetu ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu na polytechnics, kuwajengea nyumba za kulala. Ndio vijana wetu ambao ni wanafunzi wasikose mahali pa kulala, wasikae sana mbali sana na shule, kwa sababu wakikaa mbali na chuo na shule wanapotea, wanaingia kwa madawa, wanaingia kwa bangi, wanaingia kwa pombe haramu. Ndio unaona tunajenga kwa wanafunzi wetu wa Seku, ile Southern Eastern University pale kwa Vonsa campus, tunajenga nyumba za wanafunzi zaidi ya 1000. Hii campus ya Seku ya Kitui, nyumba zingine 1000. Ile campus ama Teachers College ya Kitui, nyumba zaidi ya 1000 ya wanafunzi. Pale Mwingi Technical Institute, nyumba zaidi ya 1000. Pale Siaikuru Polytechnic, nyumba 580. Na katika vyuo vyote vya Polytechnic, Technical Training Institute na universities tutajengea wanafunzi wetu hostels, na hiyo pesa tuko nayo kutoka Housing Fund. Hatuendi kutafuta pesa, hiyo kazi tutaifanya kwa chini ya mwaka mmoja, tutakuwa tumemaliza.
Tuendelee na hiyo kazi jameni. Tujengee wanafunzi wetu hostel. Wale wako university. Wale wako polytechnic. Wale wako KMTC na teachers college. Wangapi wanasema wanafunzi wajengewe hostels? Jambo la 4. Tuivau? Ovau? Ovau? Bas. Jambo la 4 ni mambo ya kutafutia vijana wetu ajira. Na tuko na mbinu nyingi za kutafutia vijana ajira. Wale wamesoma na ni walimu, mnajua ya kwamba hii serikali ya William Ruto ndio serikali ambayo imeandika walimu wengi zaidi kuliko serikali yoyote tangu tujinyakulie uhuru. Katika hapo nyuma, kila mwaka serikali ya Kenya ilikuwa inaajiri walimu 4,000, wakikuwa wengi sana 5,000. Lakini sisi katika miaka miwili tu ambayo imepita tumeajiri walimu 76,000, 76,000 teachers, na mwezi wa Disemba tutaongeza wengine 24,000 wafike 100,000 teachers. Kwa hivyo utaona ya kwamba in about 3 years the William Ruto administration itakuwa imeajiri zaidi ya walimu 100,000, ambayo ni kama thuluthi moja ya walimu wote ambao wameajiriwa na serikali yoyote ile. Kwa sababu idadi ya walimu wote Kenya ni kama 100,000, 300,000. Na already by December this government in 3 years tutakuwa tumeajiri 100,000, 30% of all the teachers of Kenya. Pia mnajua tumeajiri hawa madaktari wa nyumbani, tunaita community health promoters. Si mnajua hawa wanakuja kutupima pressure nyumbani na ugonjwa wa sukari. Wanalipwa mshahara yao 50% inalipwa na serikali ya William Ruto, na vile vile ile machine wanakuja nayo nyumbani kupima pressure, kupima sukari. Hizo machine zimenunuliwa na kufadhiliwa na serikali ya William Ruto. Hiyo ni njia moja ya kuweka ajira, na tuko na community health promoters kama 1,107, 107,000 community health promoters, na hiyo ni njia nyingine ya kutengeneza nafasi za kazi. Lakini pia tunajua ya kwamba kuna watu wengine hawatafuti kazi ya kuandikwa, wanatafuta biashara. Na ndio tumekuja na program ya kusaidia biashara ndogo ndogo mashinani ambayo inaitwa Nyota, ambayo tutaianzisha kuanzia mwezi ujao. Hii program ambayo itagharimu serikali ya Kenya na Benki ya Dunia shilingi bilioni 5 itatafuta biashara ndogo ndogo katika kila ward katika taifa letu la Kenya, biashara 70 ili kupanua biashara yao ndogo ndogo. Na sio biashara kubwa, ni biashara kidogo ya kinyozi, ya salon, ya mama mboga, ya mpokoteni, ya boda boda. Sasa hizo biashara kila ward, sio Kitui County peke yake, kila ward in Kenya, biashara 70 kwa ward zitapewa 50,000 each ili kupanua biashara zao, ili waweze kuweka pesa mfukoni. Na hiyo 50,000 sio loan, sio kama ile loan ya Uwezo Fund, sio kama ile loan ya Youth Fund. Hii ni grant free from the government of Kenya. Unajua wale watu wako huko Nairobi wameshiba, hawajui 50,000 ni pesa mingi kwa mtu ya biashara ya hapa mashinani. Kama mtu wako na biashara kidogo apate 50,000 na si loan ya kurudisha, huyo mtu ameomoka na hata abwai kutaabika tena. Kweli si kweli jameni? Si huyo mtu atapeleka watoto wake shule? Kwa hivyo program ya Nyota ni moja ya hiyo program ya kutafuta nafasi za kazi, kupanua biashara mashinani.
Vile vile rais ametangaza kuanzia mwezi huu ile program ilikuwa imekwama, ilisimamishwa kama miaka 4 imepita ama miaka 5. Zamani ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana, baadaye ikaitwa kazi mtaani. Rais ameamuru hiyo kazi ya vijana, kazi mtaani, ambaye sasa tunaita climate works, irudishwe kuanzia mwezi ujao. Vijana hoye! Hao ambao ni vijana kati ya 18 years na 35 years wajiandikishe, watusaidie kusafisha miji yetu, kupanda miti, kukuza miche ya nurseries, ili tutengeneze mazingira kupitia hiyo program ya kazi mtaani, climate works, ambaye tumetangaza, na tunataka kuajiri zaidi ya vijana 110,000 katika taifa la Kenya, 110,000 young people. Vile vile wale vijana ambao wangetaka kuenda kutafuta kazi ngambo, tuko na program ya kazi majuu, ambayo ni ya kutafutia vijana wetu kazi, wale wanataka kwenda ngambo kutafuta pesa, lakini tunawaambia wasikae huko milele, waende kule kutafuta riziki. Vijana hoi, wasikae huko, wakiona kazi kule ngambo wasikae huko milele, kwa sababu Kenya ndio kwao. Ni mahali tu ya kutoa ama namna gani? Si mahali ya kutoa kibarua. Hata wasioe huko, waoe hapa. Alafu waende pale watume pesa nyumbani, wajengee wazazi, wajenge nyumba zao. Baada ya miaka 5-6 watakuwa wamesave pesa ya kutosha, warudi Kenya, waendelee na biashara na wafungue biashara hapa Kenya. Tuko na kazi zingine ambazo tunaziita kazi mtandaoni. Nimesema ya kwamba tunajenga markets. Kama hiyo masoko mmeuliza hapa, si mmesema masoko matatu? Hapa iko Tulia, iko kwa Mboya, iko Kabati. Sio masoko matatu iko area hii? Hiyo masoko wakati inajengwa, si kuna fundi wa mawe pale, fundi wa mbao, fundi wa stima, si kuna engineer pale? Hao watu wote watatoka kwa vijana wa sehemu hii. Hiyo ni kazi, si kazi? Wamepata kazi, hawajapata? Sasa hiyo kazi ambayo tunatafutia vijana kupitia affordable housing, already imeajiri vijana zaidi ya 250,000. 250,000 young people are already working on our affordable housing program. Ikifika hapa ndio mtajua umuhimu wa hiyo program. Vijana wote ambao hawana kazi hapa watakuwa wanashinda hapo, kila jioni wanapata pesa, kila wiki Jumaa wanapewa pesa mzuri. Hakutakuwa na mambo ya vijana wetu kukaa bila kazi. Na hiyo program haishi. Hiyo masoko ikiisha, tuko na masoko mengine tutaanza kujenga, kwa sababu tuko na pesa kupitia housing fund, na hiyo pesa inatosha. Tuendelee, tusiendelee? Tuendelee na hiyo kazi. Kwa hivyo tunatafutia vijana pale kwa affordable housing, engineer, architect, electrician, plumber, mtu ya mbao, mtu ya fundi, mtu ya mkono wa kusaidia fundi. Kazi ni kazi. Whatever job you find, do it as you wait to get a better job. It is better to do a short-term job as you wait for a long-term job than to have no job at all. Ama namna gani jameni? Kwa hivyo tunakazana, hatulali, tunakazana kama serikali, kama viongozi, kuhakikisha kwamba tumetoa vijana wetu katika ile hali ya kukosa matumaini na kubuni nafasi za kazi. Hiyo program nimesema ya kazi majuu katika nchi za nje kule, already katika miaka 2 tumepeleka vijana 400,000. 400,000 young people are already working, na wameenda in the last 2 years different countries in the world, na wanatuma pesa nyumbani. Ndio umeona ile pesa inatumwa kutoka ngambo imeongezeka from $4 billion to $5 billion last year.
Wacha niseme jambo la tano. Mambo ya afya. Afya ni muhimu sana. Hapo nyuma ile shirika ya NHIF ambayo ilikuwa inapeana bima ya afya hainge kusajili wewe kama hauna kazi ya kuandikwa, hauna payslip, kwa sababu walikuwa wanasema hawawezi kudhibitisha kwamba utaweza kulipa ile malipo ya kila mwezi. Lakini wakati wa campaign tukasema afya kwa wote. Kila mwananchi akuwe na bima ya afya. Hawe yako na kazi ama hana kazi. Hawe ana biashara ama hana biashara. Kwa sababu ugonjwa unaweza, mtu yoyote anaweza kuwa mgonjwa. Mtu ako na kazi anaweza kupata ugonjwa. Mtu hana kazi anaweza pata ugonjwa. Ndio tumesema sasa kila mtu ajiandikishe. Na kujiandikisha ni bure. Jiandikishe kwanza. Alafu ukijiandikisha ndio utaambiwa wale mapato yao yako chini watakuwa wanatoa tu malipo kidogo kama shilingi 300. Hao mama mboga hao hawana pesa mingi. Ule ako na pesa mingi kama mimi nitoe zaidi. Hao wabunge wanalipa pesa mingi, watoe pesa zaidi. Ama namna gani jameni? Iko makosa hapo? Na ule hana hata ndururu kabisa, hana chochote, serikali ya Kenya itamlipia. Tuendelee tusiendelee? Nyinyi mmejiandikisha kwa hiyo SHA? Ule hajajiandikisha akimbia ajiandikishe. Ujipatie bima, usidanganywe na mtu ati bima ya afya sio mzuri. Kwa sababu kigonjeka, afadhali uwe na kadi ambayo itapunguza gharama ya hospitali. Na already wa Kenya milioni 24 wamejisajili kwa SHA. Almost half of the people of Kenya have already registered for SHA. Lakini tunataka tuongezeke mpaka kila mtu ajisajili. Hii NHIF ilikuwa tuna 8 million Kenyans. Hii SHA kwa 1 year 24 million. Na bado tunaendelea kusajili watu. Kwa hivyo hii ni moja ya program za Kenya Kwanza za hii serikali kuhakikisha kwamba kila mwananchi ako na bima ya afya. Wale watu unaona wakipinga hii program ya bima ya afya ni wale watu wako na pesa, wameambiwa walipe zaidi. Ile yao wanalipa nyingi zaidi ndio itatumika kulipia mwananchi ambaye hana kazi na hana biashara. Ndio unasikia wakipiga nduru. Mimi natozwa pesa mingi, nakatwa kwa mshahara. Hao wabunge wanakatwa pesa mingi. Hawa wanalipa 27,000 a month. Hiyo pesa ndio itatumika kulipia wananchi ambao hawana pesa. Tumaiwa? Mnanisikia? So ndio unasikia watu wanapinga huko kwa mitandao. Mimi nalipa almost 100,000. Au mshahara yangu iko juu kidogo. And I do that happily, knowing that the money I am paying will be used to treat a Kenyan who has nothing. Nyinyi mtajiandikisha kwa SHA? Wale hawajajiandikisha SHA, tafadhali endeni mjisajili. Jambo la 7 ni mambo ya stima. Unajua hapo zamani stima imekuwa ni starehe ya matajiri. Lakini kwa manifesto yetu ya Kenya Kwanza UDA tumesema stima sio tu starehe ya matajiri, stima ni haki ya kila mwananchi. Na ndio umeona tumekuja na program kubwa ya kuleta stima mashinani kwa kila nyumba. Iwe ni nyumba ya mawe, nyumba ambaye ni ya matofali, nyumba ya mbao, nyumba ya mabati, nyumba ya nyasi, nyumba ya matope, nyumba ni nyumba. Hakuna mtu hataki stima. Hata kama nyumba yako iko hivyo, wewe wekewa stima, Mungu atakusaidia siku nyingine ujenge nyumba nyingine nzuri. Tuendelee na hiyo program ya kuongeza stima. Mnataka stima manyumbani kwetu. Kwa hivyo hapa Kitui serikali imeshatoa pesa
shilingi bilioni 2.1, 2.1 billion shillings, ambayo itasambaza stima kila mahali katika Kitui County, ikiwemo constituency zetu zote hapa Kitui. Hapa Kitui West constituency, katika hiyo 2.1 billion shillings, 200 million shillings itatumika hapa Kitui constituency. Hapa Kitui West, hiyo 201 million ni hapa Kitui West constituency. Alafu the whole county 2.1 billion shillings. Na Kitui West, hapa Kitui West 201 million. Lakini vile nimeangalia hiyo hesabu na nikijua kuna vijiji vingi hapa Kitui West viko kwa giza, mimi nataka kuwaambia ama kuwauliza kama mnangetaka mnitume, tukiwa na Mweke, tukiwa na commissioner huyu wetu Mwasia, tukiwa na kina Kawaya na hao viongozi wako hapa kina Rachel Nyamai, twende tutafute rais, nipeleke hao watu kwa rais atuongezee hii pesa ya stima. Mnatutuma hivyo? Mmenituma hivi? Pamoja na hao viongozi twende kwa rais atuongezee stima, ama hamtaki tuweke stima kwa nyumba zetu? Wacha nione wale wamenituma kwa rais tuongeze stima. Kwa hivyo tukingojea hiyo stima iongezwe, kuna ile ambaye pesa already imetolewa na tumeanza mambo sasa ya kuweka. Nataka niwaelezee ile sehemu ambazo zitaanza kuwekwa stima na zingine contractor wameshafika. Tutaweka stima katika hii area ambaye zingine ziko mashule, lakini ukisikia nimetaja shule, ni shule na wale wananchi ambao ni majirani wa hiyo shule. Mnasikia nyinyi? Mnajua Ngeso Primary, mnajua Nzemeli Primary, mnajua Sagala Primary, mnajua kwa Kihara Village, mnajua Ketumbe Village, Mudhale Hand Pump, Nzakame Primary, kwa Mumo Market, kwa Mboya Market. Iko sehemu kama 28. Siwezi toma zote, but kwa ufupi tutaweka stima kila mahali. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee na kazi. Kwa hivyo jambo la 8 na labda ya mwisho, nenda kunena maondo malelu. Mnajua lelu? Mnataka farafara? Hiyo lelu? Si umesikia mimi ni Mkamba jameni? Ama namna gani? Si mimi ni jirani yenu, natoka tu hapa juu hapa. Hata naona MCA wengine hapa, sijui walifika huku hichi aje, wanatoka sijui nini. Iko mmoja hapa nasikia anaitwa Nagara, sijui alivuka mto hichi aje akakuja huko. Lakini mimi ni jirani yenu, ama namna gani? So barabara zetu zilikuwa zimekwama kwa sababu serikali haikuwa na pesa ya kutosha. Tulikuwa tunashughulikia mambo ya uchumi, gharama ya maisha, ambayo tulikuwa tunataka kupunguza bei ya petroli, bei ya unga na vitu kama hizo. Lakini sasa tumepata pesa ya kutosha ya kujenga barabara zetu ambazo zilikuwa zimekwama na hata kujenga barabara mpya. Hapa Kitui County mnajua ya kwamba wakati Rais Ruto alikuwa deputy president na Uhuru Kenyatta akiwa rais, ile barabara kuu ya kutoka Kibwezi, Mutomo kuja mpaka Kitui ilijengwa wakati ule Rais Uhuru Kenyatta akiwa rais na makamu wake akiwa William Ruto. Na wakati Rais Ruto amechukua hatamu, amekuta imebaki kidogo na amekamilisha. Hiyo barabara ni ya kilomita 225. Na hiyo barabara yote imepitia Ukambani, kutoka Kibwezi kupitia Mutomo mpaka Kitui, 225 kilometers, ambayo iligharimu serikali ya Kenya 8.9 billion shillings. Lakini vile vile tumekuta wakati Rais Ruto ameapishwa, kuna watu wetu hawakuwa wamelipwa compensation kwa sababu hiyo barabara ilikuwa imechukua mashamba yao. Na sasa rais
ameagiza shirika la ardhi National Land Commission lipatiwe 800 million limalize mambo ya kuwalipa fidia wananchi ambao waliathirika. Vile vile kuna sehemu zingine za hiyo barabara tunataka kusongesha mbele. Ndio sasa tumetangaza barabara mpya ambayo ni extension ya hiyo barabara kwa siku Miwani kwenda Mbondoni, ambayo itajengwa kwa takriban bilioni 1.1. Kuna ingine hapa pande za Mwingi kule juu ambayo ilikuwa imeachwa section ya Kamuongo kwenda Kandwea about 13 kilometers. Pia tumetangaza hiyo tuijenge, tuikamilishe, na itagharimu serikali ya Kenya milioni 975, 975 million. Iko ile daraja kule Mwingi Central, ile ya NZU. Mnakumbuka hiyo daraja ambayo imechukua maisha ya watu wetu wengi? Sasa rais amesema hiyo daraja ijengwe na ikamilishwe mwaka huu. Tulikuwa tumeianza kidogo, contractor akakwamisha kazi. Sasa contractor amelipwa 91 million aende amalize hiyo kazi, na hiyo gharama yote ya kujenga hiyo daraja itakuwa 165 million. Rais amesema hiyo daraja ijengwe na ikamilike mwaka huu. Iko kule Kitui East, iko barabara ya Zombe Chuluni ambaye pia tumetangaza kwa watu wetu wa kule Kitui East kupitia juhudi za viongozi wenu akiwemo mheshimiwa wa kule, Mheshimiwa Nimrod Mbai, ambaye yuko hapa na sisi leo kwa sababu hajisikii vizuri. Vile vile kule Kitui South iko barabara ya kutoka pale Mutomo kwenda Mudha kwenda Ikudha ambaye pia tumetangaza. Na jana nimeambiwa pia tuongeze barabara ingine ya kutoka Chandula kwenda Kamutei kwenda pale kunaitwa Kanyangi kwenda kwa Vonza. Mnajua hiyo barabara? Pia hiyo barabara watu ya Kitui Rural waniambia niende nikazane tukiwa nao viongozi, kunyeshe kusinyeshe, hiyo barabara lazima ipatikane na ijengwe. Na waliniambia tukijenga mambo itakuwa nywe. Ama namna gani? Vile nimefika hapa sasa, huyu Commissioner Mwasia naye amenipatia mzigo ingine. Amenibebesha mzigo ingine tena. Si umesikia akisema hapa? Commissioner Mwasia ni avoya lelu kumako kumava Katutu ekezela kwa Mboya ekavikako Katutu kwa Mboya kwa Vonza. Kilomita yana. Unajua nimemuuliza ni kilomita ni 27. Kumbe ni kweli. Aliniambia ni kama 26 hivi. Kumbe ni kweli ni 27. Nilikuwa nafikiri ni kilomita 200. So nitafuta hiyo barabara. Nijikaze. Mkiniangalia hivi, hiyo barabara itapatikana. Nakaa kama mtu anaweza utafuta barabara. Wangapi wanasema nitafuta hiyo barabara? So, Commissioner Mwasia, wewe umesaidiwa na hao watu wetu, wamesema hiyo maneno, wako pale. Lazima tutafute barabara ya kutoka Katutu kuingia hapa kwa Mboya kwenda mpaka kwa Vonza. Na mimi naenda kukazana kwa bidii ya mchwa. Naenda kukazana kwa bidii ya mchwa mpaka hiyo barabara ipatikane. Na mimi niwaambia kwamba msisikie aibu kuitisha maendeleo. Kuna watu hapo awali walikuwa wanakuja hapa wanawaongelesha na kiburi na kuwaambia kwamba ati kura yenu ilikuwa kidogo na hakuna chochote mnapaswa kuitisha serikali. Si kuna watu walikuwa wanafanya hivyo?
wale watu ya mitego na mashares na ukabila, mliwasikia wakisema hivyo? Ati Wakamba kura yenu ile mlipiga ni kidogo. Sasa muko na haki. Rais Ruto ameniambia niwaambie watu wa Kitui West, muko na haki ya kuitisha maendeleo kama Wakenya wengine. Ni kwa sababu wakati kura inaisha, mambo ya uchaguzi ikiisha, mwenye amechaguliwa anakuwa kiongozi wa watu wote, waliomchagua na wasiomchagua. Ya pili, nyinyi mnalipa ushuru, na kwa sababu mnalipa ushuru, lazima serikali washughulikie kama vile inashughulikia walipa ushuru wale wengine. Kwa hivyo msiwe haya. Rais amenituma niwaambie ya kwamba wale wenu ambao mlimpigia kura, anasema asante sana, na hata waangusha, atafanya bidii asiwaangushe. Hiyo kura yenu ilete manufaa hapa Kitui. Wale ambao mlimchagua, anasema asante, na anasema siku nyingine mumchague pia. Lakini pia ameniambia wale wachache ambao walipigia mtu mwingine kura, musitishwe na mtu yoyote, kwa sababu kura ni haki yako mwananchi. Uko na uhuru wa kupigia mtu ule unataka. Na amesema wale hawakumpigia, hiyo ilikuwa haki yenu. Lakini ameomba huko mbele, this time round mpigie. Mtasafiri pamoja na Rais William Ruto akitutengenezea hiyo masoko na hiyo stima na hiyo barabara, si tutampatia wale walimpigia tumpigie tena, wale hawakumpigia tunaomba kwa heshima, sio kwa lazima mtumpigie. Tumpigie siku hiyo, ama namna gani? Ni tuta ya ukweli, ya ukweli kana ngengano ya ukweli. Nikisema harambe, museme hiyo tuta. Harambe. Ala, hamna nguvu. Harambe. Harambe. Wacha nione 7. So hiyo barabara mimi naenda kukamatana nayo, na mmesikia hiyo silanga ambaye imetajwa hapa. Serikali imetoa pesa ya kujenga hii silanga ya kwa Mutonga Dam, ili tuhakikishe ya kwamba tuwe na kiu. Ama namna gani jameni? Na iko zingine mingi ambazo tutataja siku hiyo ingine. Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu tuko na ahadi. Ile ahadi tuko nayo ni ya kusimama na wananchi na kuwasaidia kuongeza ile wako nayo iongezeke mfukoni. Na tunafanya hivyo saa hii, sio kesho, sio kesho kutwa. Unajua kuna viongozi wamezoea kufanyia wananchi madharau. Wanangoja wakati wa campaign. Wakati hakuna campaign, hakuna uchaguzi, hawana haya na wananchi. Siku ya campaign ndio wanakimbia, wanachukua mama mboga, wanamnunulia apron ya shilingi 50 kumdanganya nayo apige kura. Siku ya kampeni ikifika ndio wanakuja, wanakumbuka kuna bodaboda, wanamnunulia reflector ya shilingi 70 kumdanganya apige kura. Sisi tumesema tutasimama na wananchi saa hii, wakati hakuna kura, hakuna kampeni, hakuna uchaguzi. Hii ndio wakati wa kufanyia wananchi kazi. Wakati wa kusimama na kina mboga ni saa hii. Mama mboga ni saa, boda boda ni saa, wakulima ni saa, omonde no monde. Na kwa hivyo hii masoko unaona tunajenga sio ya starehe ya watu hivyo, ni ya wanabiashara. Kila soko pale itakuwa na mahali pazuri pa kuuzia vitu. Iko na cold room ambaye ni barafu ya kuhifadhi nyanya na mboga
ile itabaki ndio isioze. Mama auze leo, kesho kutwa, mpaka siku ile hiyo stock itaisha. Na iko na mother's room. Kila soko, hata ili tutajenga hapa, iko na mother's room, ambaye wale akina mama wako na watoto wadogo, amenasiana, watoto wakae pale. Mtoto akisikia njaa, mama anaitwa mahali anauza, anaingia kwa ile room, anasort out mtoto, anaendelea na biashara. Wamama hoye! Wamama hoye! Wacha nione nduru ya wamama jameni. Si mtoto ni baraka? Mtoto ni baraka ama ni hasara? Ala. Mtoto ni baraka ama ni hasara? Si ni baraka? Mbona akina mama peke yao ndio wanasema ni baraka? Wanaume wananiangalia, na hao ndio kwenye kusababisha hiyo maneno. Mtoto ni baraka ama ni hasara? Ni baraka. So tunataka wamama wale wamama wako na watoto wadogo wawe na mahali pa kujistiri, wananyonyesha watoto wakiwa pale sokoni. Waache kunyonyesha watoto huko nje wakiangaliwa na vijana wao wakubwa, kwa sababu hiyo ni kukosa nidhamu. Ama namna gani jameni? Wamama hoye! Wamama hoye! Hiyo ni bottom up ama sio bottom up? Si ni bottom up? Semeni bottom up. Bottom. Bas. Na leo tuko hapa tukisema kazi ni kazi. Where ni where? Where ni where? Where ni where? Alafu tunasema pesa mfukoni. Tunasema pesa ama namna gani? Kama mama mboga ako na stock ya shilingi 3,000, ile pesa kidogo ambayo itachangwa hapa, huyo mama aongeze hiyo stock, itoke 3,000 ifike 6,000. Iko makosa? Iko hasara? Kwa hivyo kuna watu wanasema tuachane na hii program. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wacha nione wale wanasema hii program iendelee jameni. So rais amenituma hapa. Kwanza kabisa amesema hiyo mambo yote mmesema ifanywe, na ile inaendelea. Ameniamrisha nikuje hapa na niende nikizingatia mpaka hiyo mambo yaharakishwe, kwa sababu hii ndio kazi yangu kama deputy president, kusukuma maneno ya maendeleo, kusaidia rais, kuongea na mawaziri na ma-PS. Ndio rais, kwa sababu wako na kazi mingi, kazi ya serikali isisimame. Na mnajua hii Kitui, siku ya mashujaa, sisi zote tutakuja kusherekea hapa Kitui County. Na kwa sababu hapa Kitui County ndio host ya Mashujaa Day, rais ameamrisha sisi wa ya Kitui tujengewe stadium na already contractor amefika. Mimi narudi after 2-3 weeks kuangalia mahali contractor amefika. Narudi after 2-3 weeks kuangalia kama hiyo masoko nimesema ile imeanza kujengwa. Tarudi after a month or so kuangalia hiyo maneno ya stima nimesema, nione imefika wapi. Nirudi nisirudi? Nirudi nisirudi? Alafu rais ameniambia niwaambia kwamba angetaka kabla ya siku ya mashujaa, hiyo iko mbali, hiyo Oktoba,
anataka next month atembea hapa Kitui. Mekaribisha rais. Mkaribisha rais. Wacha nione wale wamekaribisha Rais William Ruto. Mtakuja kwa wingi. Mtakuja kwa wingi kupokea rais. Na wakati anakuja, akuja na viongozi wenu. Akuja na Commissioner Mwasia, na PS Mweke, na Kawaya, na kina Nimrod Mbai, na kina Rachel Nyamai, na kina Mwengi Mutuse, na kina Kawaya. Wasikuje. Hawa wote. Na mimi, na huyu Speaker Kinengo akuje hata yeye. Na MCAs wetu wakuje. Hata MCA wa hapa akuje. Wangapi wanasema viongozi wote wa Kitui wakuwe pale? Alafu mimi, wakati rais anakuja na viongozi wa Kitui, mimi nikuje ama nibaki Nairobi? Nimekaribishwa hapa. Kwa Nemosie kati mosie. Nikuje nisikuje? Mimi kwanza, kabla rais akuje, mimi nitakuwa nimekuja mara 3 mara 4 kabla akuje. Nitembee hapa kwetu nyumbani. Nimekaribishwa. Wacha nione wala anasema Deputy President amekaribishwa. Bas, kwa hivyo kama ni hivyo, mimi hiyo ndio nitafanya hivyo. Nimesikia vile mmesema. Sasa rais amesema ametumana ile vikundi ambavyo viko hapa. Nataka niseme tukimaliza hapa, mimi nitaacha hapa kwa hii jukwaa viongozi wawili ambao ni wa hapa. Kwa sababu hatutaki maneno ya kwamba program kama hii ya kusaidia wananchi, ile maneno kidogo itapatikana, hatutaki itumiwe vibaya. Tunataka uwazi. Na msitoke hapa mpaka muambiwe wazi ile maneno imepatikana na kila kikundi vile itapata haki yao. Ama namna gani? Omonde no monde. Ama namna gani? Si leo ni leo. Kwa hivyo nikitoka hapa tukiimba wimbo wa taifa, mimi nitauliza huyu Commissioner Mwasia na huyu PS Mweke, nyinyi ndio nitawacha hapa. Na nyinyi watumishi wa serikali, mkiwa na MCA wa hapa na viongozi wengine ambao mngetaka wakae hapa, but I want to say the 2 leaders, Commissioner Mwasia, PS Mweke, mkae hapa ndio hiyo mambo tuelezane vizuri vile tutatoka hapa, tusiwe na mambo ya giza. Niwoka natiwo. Kwa hivyo msitoke hapa kabla hiyo maneno haijafanyika. Mimi ndio mtanipatia tu ruhusa na kina Kawaya tuende kule pande ya Masaku. Ama mtaki tutembee Ukambani? Safari hii Wakamba tutatembea safari moja. Hii maneno ya kwenda pande hii na sisi tunaenda tumekataa, sasa lazima tuende pamoja ama namna gani? Na mimi naona tutaelewana this time round. Nikiangalia nikipima naona this time tutaelewana. So Mweke na Mwasia ndio nitawacha hapa. So mungetaka kusikia vile rais ametumana kwa watu yake wa Kitui West? Nitangaze ama nikimi? Lazima nitangaze vile rais amesema. Ile salamu ya rais vile iko. Kwani muko na leakage? Ni kama mnajua vile mnaongea hivi. Kwani mnajua ni 50,000 ama ni 60? Ati nini? Hamuna habari? So ni sawa. Acha tuendelee na mambo yetu. Hao watashughulikiwa, kama kuna jambo itashughulikiwa. Niseme nisiseme jameni? Niseme nisiseme? Niseme dunia isikie? Kwani 100,000 ama ni 200? Aongeze? Rais aongeze? Ifike 250? Ifike 300? Aongeze tena? Ifike 400? Ifike 610? Ifike mpaka 700? Aongeze zaidi?
900,000, 915,000. Wacha nitangaze, mimi naona mtaniingiza kwa hasara, mtaniweka kwa maneno magumu. Wacha nitangaze ile rais amenituma nayo. Rais amenituma na shilingi milioni 3. Wacha nione salamu ya rais, salamu ya rais, salamu ya rais, salamu ya rais. Na mimi na hiyo maneno nawacha hapa. Unajua rais ameleta pesa yake iko hapa. Hii sasa mtaambiwa vile ile mtafanya mambo ya vikundi, na ni pesa ya vikundi wale ambao mmejisajili, lakini hiyo mtaelezwa na Mwasia na Mweke. Na mimi si mimi nimeleta pesa ya rais? Si mimi nimeleta pesa ya rais? Hata mimi na nimeleta pesa ya rais, hiyo inatosha? Hata mimi lazima nitoe? Si nimeongea vizuri? Kama mtu ameongea vizuri, si anasamehewa? Lazima nitoe? Hamwezi nisamea? Kwa nini? So lazima nichange kwa sababu niko nyumbani. Nondoni musie. Nondoni musie. Kama ni hivyo nimekubali. Iko mzee anaendaga nyumbani bila kitu jameni. So hata mimi nitoe kitu hapa lakini sasa nitatoa, lakini mjue mimi si rais, mimi ni deputy rais. Umesikia? So hata nikitoa 100,000 zinatosha. Si mimi ni deputy. So niongeshe. Ifike 200, 300, 500, 610. Acha nitangaze kabla sijaingia kwa shida. Kwa hivyo hata mimi nimeacha hapa kusindikisha hiyo pesa ya rais. Nitaweka shilingi milioni 1.5. Wacha nione salamu, 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 salamu. Si umeona mimi ni Wamusie? Ni Wamusie? Hao wengine wanasema ni Wamusie, hawajaonekana huku. Si mimi nilikuja hapa jameni. So mimi nataka sasa wale viongozi wengine hawakuongea wasalamiane kwa dakika moja, lakini mtu akisalamiana dakika moja, dakika ya pili atoe pesa. Ama mtasamea mtu hapa? Kuna mtu atakuja hapa asamewa? Ule hataki kufanya hivyo si ni nyinyi mmesema? Ni nyinyi ama ni mimi? Si hiyo ndio tumeamua? Mtu akiongea mambo mengi kama hii yangu analipa airtime. Ama namna gani jameni? Ama namna gani? Very good. Sasa Mheshimiwa Kawaya alikuwa ameongea, wacha akuja atoe pesa. Ama alitoa pesa? Wapi nduru ya Mheshimiwa Kawaya? Wacha salamu ya Kawaya, 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 Kawaya. Peana hapo. 150,000. Thank you. Wacha niite kiongozi mwingine. Anaitwa, si umeona anasovea mbai? Asovea mbai. Wacha nimuite Mheshimiwa Rachel Nyamai. Wapi nduru ya Mheshimiwa Rachel Nyamai? Wacha nione salamu ya Rachel. Asante sana Your Excellency. Bwana Yesu asifiwe. Mwaseo. Hai mutani teo. Akondi mwene ni baya. Nemukulia hii. Nemwethukesi ondunge wasi atwawa. Nesavyo. Inaenda mukulia hii. Nemwetia stima. Mwetia kiwo. Mwasi alimu mande kwe. Ona mwetia silanga. Nemukulia hii. Nyene mumanyene mwambe ya malene. Akamweba. Ireti mweba. Neto ya malene. Kanati ya malene.
na nimukulia mwana moya mali ene omana yani wetewe kindu Jumatatu, wetewe Jumanne, wetewe Jumatano na Alhamisi na Ijumaa na Jumamosi wenu unengane kilo kwitwe kana ndwenengane tuiwenenesa 2027 tikeendanya na Ruto na Kindiki mbonyo inesa no mweina mwathime nango mwanangiliana 100,000. Hey, Recho nane nesa. Niasia nesa. Wacha nione makofi na salamu ya Recho. Wacha sasa nimuite Mheshimiwa Mwengi Mutuse, mbunge wa Kibwezi West. Wapi nduru ya Mwengi Mutuse jameni? Aha, anoba Kitui West mwe aine museo na mabinda onde. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hebu tusalimiane kwa hewa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, watu wengi hapa tunajuana. Hapa mimi niko nyumbani kidogo. Na pale chini Mtonguni nilikuja hapo na tukafanya maneno mzuri. Nataka niwashukuru sana. Niongee kwa ufupi kwa sababu ya muda. Mtu wa hata ndo maito. Obo wa matuko. Bene mobe amo nono mugie kwa wingi ke kuniye kopi. Chate keke bange ketene sala mabangie na kila mundu. No mundu kwe na msua nono ngai enda chate ketho kidio. Inyo ne muona meni ino. Ne muamezizia neza. Mwe kwa na yonga meto atameni nzio. Mukona ne mundu isawa. Tito longe makoti make manaye megu. Alo. Twemwe kana twemwe. Inyo ne mukona tusonga na mutumio kana mwe kwa twesonga naka. To weta cha wecha ndo imaega anone to sia baza okengana. Neto othina William Ruto. Cha wecha ndo ima. Mbaka tusonge kwa mbebyo. Ine mugoli ate Kenya ndo nele. Pe William Ruto Kithure Kindiki na itu ala tukwete maendeleo. Na ala tukwa kambi. Na be ayange mekuomboa. Inyo mwethi na ama kwa kai kana mwethi na ama kuomba. Aya ni mugoli ate oyambene. Tuwete cha kana tukengane. Oyambene William Ruto nanaenda cia kula. Anaenda cia weka. Aizindana na Raila former prime minister. Raila osu atethesio ni Uhuru Muzumbe. Kalonzo endhini ai vice president tene. Na Ruto weka kando. Na Ruto amabaloja. Niwe kana tiwende. Na yuyu menza na akeba. Yu endhini muona abaluka. Mwendhini muona abaluka. Na yuyu ukamamaka na mundu, ukamamaka na mutiani uloko kauketha William nai. Na webaloka mutiani. Ula wethe mutundu no. Ina ethane twezekana William no kasindai. Pe aja tukune mundu nge. Twimwe kana twimwe ndi. Tuzongeta imwe kana tuzongeta imwe. Aya chake ele sisi. Kula izio mbekuma 207. Nimombe thukize mpaka la mwigugu itina. Tukone ya Raila. Na mwamilo kone ya Raila we aili kasirikali. Aithi ai mambe andu make sindo yukisumo chake tokethia si witu kwetia mama yekwetia kiwu. Kila nomba thina chao. Kila nomba thina stima. Lelo begete kila bandu. Nundu we aetia kibila. Ona kina alika aenda omanda Muzumbe la yuko makekata makathoko maemwe na ithi tuyiwa twinjangendu pomwe na bathi kwata na kwekwe wakwe mwe kwetwa ni kweomia kana kweauma ni mukwenda kuololwe kana mwenda baendera ku tuyiwa niyo
neza ni mukwenda bolo logo la muzizia okele binda twimamba stima twimamba muzumbe nikenda tonenge stima wake T West wake Bwezi wa Masako wanaoziaza wakamba kura yenu ni kidogo list ya shares mungoje huko mbeleni nitawaangalia twazizia twethe ya mundu uyu aende akwithoba mbaino ya mukambe kokela bathei na nethe inyo mwetu nyuba mwatwite twabika kwa tukatete mbai mwatwite tukatete mbai nethe ya mundu uyu no mpaka nundu ni we chairman wa kubuthia mbaino no mpaka ndele chendi ne kenda mbaine ngwenda ya ende kana ndende ela waike vilane tukulanya kana tukakulania mutume wazila waike vilane miaka ele na nusu mwamona ba uti oende wosie na ndabika ba ulawe pata na ito no katika asimele ogie ku uziungi ogie ku kevela chekata yoke laune keza wake mutoka na keza wacha baluka na yeye dala ke laune ke na mutona na rotethia yuki tebo no rotethia kendo kaka ine mukulia ndimina mwaza ne tukwenda stima mwaza ne mukwenda masoko mwaza ne mukwenda lelo wa kuma baka tutu na hiyo barabara pia tio mwezi ona kwa bandu ila ne obo ule lozi ona kwa nengo ati ya nondo na kwa bano musi weza ile ya ne ngolili kanya monene kana tigwa ninge lelo zi mwaza weke welami mundu lawe na mbeza sia uko na maundu azu eta wa William Ruto ni wawe na mbeza sia uko na maundu azu monde na tayari amwene mambe kana tigwa ninge pe mundu umanga ithe na akazio kakosa ng'ombe cia kia kathi kwima nacio na yue la mukwazia tu manga Ruto tumubange maandamano na no mukwenda lelo muona chukitomeka kwa uno mpaka tuonye Ruto chao wendo kana tigwa ende na atwike maundu azu monde yune ndo ne mukulia Ruto ndato nenga milioni manele cia stima nda moya mweti alambi na la tayari malami ya mayambe na omombe undato ete mbeza milioni 3 kuyo kuyiba watongwe pa umu waete ngili ya neka milioni 3 yo maundu amombe na ake atwika na ito tukamwikata mwaza netu munenge tu munenge chao mwaza netu tam kamboni alambe kwaza netu tutam na yuyue twekale na Ruto twekale na akene zapio alo to ndo ndina kolisi andro yoke twiruro ne mukolie kana ndika mukolie ne mondo mukolie ate ya maitu ala mweba na na wala mweba ne ndo mukolie ate ambai yo la wende ne no la wenzola wa moyono ando make twi alo ne ndo mukolie ate ne mombe we inywe azumwe kweti na ne mombe wa ne ndo mukolie ate to la wende ne no la wenzola wa moyono mwazi alola wendene nondo ndene ne baba mutea alo nyene maanisha ndine wazilikali tindene wazindu zinge mokwesi ne mwazi ande tutembea na William alame kwanza tutembea na William Ruto ne mwazi ande tutembea na Profesa Kithure Kindiki ne mwana wito asanteni sana ni mwezi nyane nukako kutecha thi tukakona ne omarambe na tukatethania na ningu kainge kukola kakula hiyo musobe andu maitu tizo sawa na tetwa neno mundu Yesu aina manwe 12 no moweta wa Judas Iscariot ya musaliti na maende ya maiko ya Bethlehem munde ya Yutia endo wa Yesu no abigie ko inyuba amwembe wa ngili 5 mukenda ketu West kinunge Ruto keleo nunga Ruto kana tigwende nicha nungia kana kianyunga na kaine motabiano maito ndimina siana za Israeli zeumie Misri itongwewe ni Mose inde Mose ndaibija ndabikago siabikie nao Joshua ni mwene thank you Joshua ni mwene asanteni sana na Mungu awabariki thank you very much haya Eso beambai haya ngiliana 100,000 thank you very much kilao ni kitumika ke mutwe kiavalukane vati si ndio amesema huyu mtu alafu akauliza wewe nza ula wendele naona nyinyi mnasoma barua ikiwa kwa bahasha nyinyi bas wacha sasa nimwalike Mama Beth Siengo
Wapi nduru? Acha salamu ya Beth Siengo. Senator Siengo. Huyu mama ni nominated senator. Nemuise Beth Siengo. Wacha nione salamu ya Senator Siengo jamani. Thank you very much, Your Excellency, the Deputy President of Republic of Kenya. Mwisi mwana ungamite ba. Manyosuwe omete kukambae. Kuni ango waitu. Nanengezi ango, professor. Huyu ni ango yetu bwana. Nyanya yake anatoka Kitui. Ndio sababu ako nyumbani. Mwana adhikwa naume nulunga siwa. Kunde musie. Aume ni mukulia mukomba zabali mumeta Kitui mwidi baadhara kanithi. Mwidi kametoke. Indi kuya kwa sudikombo mwiso wikendi. Hata iwe Yesu. Hata iwe mwana wangai. Nita wa Beth Kalunda wa Siengo. Nolo tetwe Senator Molode na chama cha ODM. Na baba Raila Amolo Odinga. Sawa. Na baba anaisi yetu idhiwe kwa broad based. Si broad based. Tuwa mange musi. Tunene bange zilikali. Tukwatane guoko. Ili onze tuende nambe. Thank you. Your Excellency, mimi nitasema mambo mawili. Ibeti mweva. Nitwathana kiathi. Twathana nitukengana. Ona wewe nungua mutitibo. Hello. Ibeti zake tuiwe sini tukwathana kiathi. Kia 2027. Tuasia 10 bila break. 10 bila break. Sindio? Aume na imwana mwiva. Nimu kwenda kwa dhwa kiathi. Kia maendeo. Ebu nione wale wanasema 2027 ni Ruto tena. Asante sana. Your Excellency, mi kwa sababu niko nyumbani. Hapa Mwingi tunaenda kesho ni kwangu. Na hapa Kitui West yangu alioa kutoka huku. Kwa hivyo hata mimi niko nyumbani. Mimi ujumbe yangu ni moja. Kwamba yule ameoa mama ndiye tunaita baba. Ama ni aje? Ulotwa mwenye tuwe weta awe. Kwa hivyo yule ametufanyia maendeleo, huyo ndiye ameoa mama yetu. Na ndiye tutaita baba. Kwa hivyo tuite His Excellency William Samoei Ruto baba yetu. Iposa tusonge mbele na yeye. Basi mimi nitakuja mara yangu kivyangu. Maana hii Kitui County ninaomba kiti ya women rep. Nikuje nisije. Mko tayari kuningojea? Na mimi kwa sababu ninatoka kule kwa broad based, nitakuja na mambo kubwa. Tusonge mbele mpaka 2027. Mungu awabariki sana, ninawapenda sana. Asante. Na mimi naomba kanisuve mbaye kananata Tino Sioma Kenya Syndrome Bank of Kenya. Njilige ana. Thank you very much. Thank you. Wapi makofi ya mama Beth Siengo jameni. Wacha sasa niite PS Mweke aseme jambo. Wapi nduru ya Jonathan Mweke? Wacha nione salamu ya PS Jonathan Mweke jameni. Karibu PS. Asante sana naibu wa rais. Mwene museo. Na mavindao ndhe. Hata iwe Yesu. Mwatindata. Mwena utanu. Mweselelende. Your Excellency Deputy President na viongozi wengine, mimi leo tu niko na furaha kwa sababu ya hii program ya empowerment. Hizi group ziko hapa za akina mama, za vijana, za watu wa Kitui West, leo watainuka kimaisha. Kwa sababu ya hii program ambaye rais wetu mpendwa William Ruto amekutuma hapa, naibu wake, tusaidie watu wa Kitui, wasomeshe watoto, wafanye biashara na maisha yao iinuke kisasa. Kwa hivyo tumesema asante. Ya pili, Mheshimiwa naibu wa rais, hii serikali ya William Ruto
angalia watu sana wa hii region yetu ya Ukamba ya Ukambani, tukiwapatia mboi vile umesema hapa, na tutaendelea kufanya kazi na wao tuhakikishe tumeinua wamama wetu, vijana wetu, vikundi. Ndio ile slogan yetu ya pesa mfukoni, watu wetu wasikie pia wako ndani ya hii serikali. Nikimalizia, Your Excellency, umeongea maneno mengi ya maendeleo, maneno ya barabara, maneno ya maji, maneno ya stadium, maneno ya shule ya mifugo, maneno ya stima. Na kama mtoto yule yuko ndani ya serikali kutoka hii area, Your Excellency, I would like to assure you, mimi ndakuwa macho ya serikali, ndakuwa macho ya hawa watu, ndakuwa nakuja hapa kila weekend to inspect hizi ma projects, tuhakikishe watu wetu wamesaidika na hizi miradi imewafikia na imewasaidia zaidi. Kwa hayo machache, Your Excellency, mimi leo kama mtoto wa nyumbani nimesema pia nifanye kitu Sove ambai. Nisove ambai. Nilikuwa nimekuja hapa kama mtu wa huku Kitui kuwasindikisha Mheshimiwa Naibu wa Rais, na leo nimelete 200,000 shillings. Thank you very much. Asante. Asante sana. Wapi nduru ya PS mweke jameni? Ngaya mwathime mono na mweke nesa. Amen. Na mbui sia inyu sia mother. Mabada. Very good. So wacha sasa niite speaker wa County Assembly ya Kitui, Mheshimiwa Kinengo Katesia. Wapi salamu ya Mheshimiwa Speaker Kinengo Katesia? Asante sana Your Excellency. Kimaliza kusalamiana, we introduce MCS, waseme majina. MCA wa hapa aseme neno moja sababu ndiye mwenye hapa, alafu tufunge mkutano. Sawa sawa? Kuna nimeacha MP moja. Ngojea kwanza. Pole, nilikuwa nimesahau rafiki yangu Fabian Chule wa Kangundo. Wapi nduru ya Fabian? Wapi salamu ya Fabian? Pole mweshi. Thank you, His Excellency. Thank you. Naibu ya Rais. Thank you. Thank you. Yes. Kitui hoye! Kitui hoye! Arambe! Nipe two terms. Arambe! Arambe! Iyo ni kusema William Samoei Ruto na wa Professor Kindiki ni tu? Ni tu? Thank you very much. Mimi naitwa Fabian Chule Muli, MP kutoka Machakos County, Kangundo. Sisi ndio tuko karibu na Nairobi na nyinyi ndio Wakamba wetu muko pande hii. Na sisi hii safari tuko hapa ni kwa upendo mmoja wa President William Samoei Ruto, anapenda nyinyi wote wa Kenya. Na tumeongozwa na naibu yake hapa, our professor jirani wetu na ndio mwenye Kitui County. Na sasa wewe ndio kingpin wetu sasa. Hakuna difference hapa Tharaka na hapa. Na wisdom wa naibu ya rais ndio umetuongoza tuseme Wakamba kwa miaka 17 tumekuwa opposition. Baitu Wakamba ti the opposition kwa hivyo mbizo itu ya kulumanilwe. Kwa hivyo sisi tunafuata naibu wa rais, tukakae na rais na Wakamba wote tukue kwa serikali. Na watu wa Kitui na washukuru sana. Vile kumekuwa demonstration, jisikia nyinyi mkienda kwa barabara. Hiyo ni mzuri sana. Msikumbali kuambiwa na mtu mkafunje maduka, mkaharibu mali ya serikali, ukachape jirani yako. Inji yetu ya Kenya ni sisi wote. Kama kuna shida tutatotua kama wanaume ama kama wamama, tunajua ile tunafanya. Kwa hivyo nawashukuru sana. Najua iko wanaume wanatoka huko mbali wenye tulifukuza kwa serikali.
before naibu wa rais akuje, ilikuwa wanaume walikuwa wamebadika Mkamba ni share moja. Sasa hii Wakamba, William Ruto amesema sisi tuko ndani kabisa na share zote ziko. Kwa hivyo tuingie ndani, tupate barabara, tupate mashule, tupate pesa ya bottom up. Kama vile tuko hapa tunaleta pesa juu serikali inatupe. Na kwa hiyo machache naachia hapo na kusema thank you very much kwa tukaribisha, na Mungu awabariki sana. Natoa 1000 na tutakuja tena na naibu wa rais. Thank you very much. His Excellency. 100,000. Oh, ulisema. Thank you very much. Thank you very much. Mungu awabariki sana. Tunawapenda sana na nitapeleka salamu mingi Kangundo. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ngili ya naemwe. Bas, wacha sasa kuna watu wawili nataka kabla speaker arudi, sababu speaker ndiye atatufungia na MCA. Hiyo maneno mheshimiwa amesema ni maneno ya muhimu. Na wapongeza sana watu ya Kitui. Wakati tumekuwa na matatizo ya kiusalama siku ya Jumatano, huko Kitui kulikuwa na utulivu kaunti mzima. Siku ya Jumatano tulipata hasara kubwa kwa sababu ya watu ambao walichukua ile maneno ambaye vijana wetu walikuwa wanasema, wakaipindua na wakatumia hiyo maneno kuvunja sheria, kuleta maafa, kuharibu mali ya watu na kutesa wananchi. Ile maoni ambao vijana walikuwa natoa maoni ya vile wangetaka serikali yao ikue. Sisi yasikiza yale maoni na tunaamini mtu yote, mwananchi wa Kenya ako na uhuru ya kutoa maoni, hata kama ni maoni yanatofautiana na serikali. Ako na uhuru wake, bora afanye hivyo kwa njia ya amani na njia ya kufuata sheria. Na vile nimesema hapo awali, serikali haitaingilia uhuru wa wananchi kufanya maandamano, kujieleza, kutoa maoni, kukosoa serikali. Serikali haitakuwa na shida yoyote na haitaingilia uhuru wa Wakenya kuwa na haki ya kujieleza, kutoa maoni, na hata hiyo maoni kama inatofautiana na serikali. Lakini vile vile serikali haitakubali watu ambao wanajisingizia ya kwamba wanatoa maoni, wanajisingizia wanaandamana, wanajisingizia ya kwamba wanatoa hisia zao, alafu wanavunja sheria, wanaharibu mali ya watu. We will not allow the country to slide into anarchy and lawlessness. Na kuna watu wanaendelea kufanya mzaha kuhusu hili jambo. Mimi nikiwa hapa Kitui, nataka nitangaze ya kwamba hatutakubali kama serikali kuangalia wananchi wakiteswa, wakiumizwa, wamama wakibakwa, vituo vya polisi vikichomwa, mahakama zikichomwa. Barabara zikiharibiwa, biashara za watu, uhuru na haki za wananchi. Kwa sababu uwezi ati kuvunja haki za mwingine ati kwa sababu unataka haki yako. Kwani kuna tofauti ya wananchi? Si wananchi wote ni sawa? You cannot injure, you cannot violate the rights of other people in the pretext of pursuing your own rights. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie ya kwamba wale ambao ni wezi, wakora,
wahuni ambao walipata motisha kutoka kwa wanasiasa na viongozi fulani pale. Tutawafuata, tutawakamata, tutawaadhibu kwa mujibu wa sheria, na huko mbele hatutakubali tena watu kutokelezea na kuingilia wananchi, kuleta maafa, uvunjaji wa sheria na kuharibifu wa mali. Wacha sasa nimuite mwakilishi wa Balozi Ndile. Kuna msichana wetu hapa anaitwa Ndile ambaye ni deputy ambassador kule China. Nasikia ametumana hapa sema vile amesema dakika moja. Mwe ni nguseo na mabinda onde. Kwa majina mimi naitwa Mweni Ndile. Mimi ni wakili kule Nairobi na nafunza kwenye shule ya Kenya School of Law, na naibu rais alinifunza sheria mwaka wa 2010. Allah. Yes. Na kwa hivyo nimetumwa hapa na Balozi Linet Mwende ambaye ni deputy ambassador kule China, na mheshimiwa Mama Badilisha Honorable Esther Ndile ambaye ni mkaji wa hii constituency. Mmepokea salamu? Yes. So Deputy President Balozi alisema nikuje nikupongeze, yes, na nikushukuru mbele ya kila mtu kwa kumpatia hiyo appointment ya deputy ambassador, na anawakilisha tena Kenya vizuri huko China. Walinituma ni Subiembai. Na ngapi? Deputy ambassador 100,000, mheshimiwa Esther Ndile 50,000. 150,000. Hiyo msichana ameongea vizuri kama mwalimu yake. Kama namna gani? Wapi makofi ya msichana jameni, wakili. Hata huyu mheshimiwa wa Kangundo, huyo Fabian, hata yeye alikuwa mwanafunzi yangu. Si umeona hata yeye ameongea vizuri kama mwalimu yake? Ama namna gani? Na wengine wengi. Tunashukuru sana. Wacha niite, iko kijana yetu hapa nyumbani anaitwa Nzevenzao. Wapi Nzevenzao? Huyu anaitwa Boni Musambi. Huyu anafanya kazi katika ikulu ya rais. Rais amempatia kazi katika ikulu. Wacha nione salamu ya Nzevenzao. Nzevenzao. Thank you very much, Your Excellency. Kitui West hoye. Hoye. Nimwewa moyoko na Deputy President. Mwana witu wisi kamba na wisu nena no tuumana tuimweka ngoma na netwewa moyo kabisa. Thank you very much, Your Excellency. Pongezi sana. Wewe na rais mmefanya kitu cha maana. Walikuja Kitui Central tukasaidia watu wa Kitui Central. Kuni kwani umete? Ninye nonga mete MP wa Kitui Central 2022 na to amina ngai ande the director coordination kwa State House. Tio nduseo kwa sababu ya Deputy President na mheshimiwa rais. Yangu ni 3 na nikae. Number 1 ni Mungu ate Ben Muasia. Mheshimiwa Ben Muasia ni munyanya wa mbali na kuwa mfanyakazi mwenzangu wa serikali, ni rafikia. Muasia akipotea munipigie, na mimi nikipotea watu wa Central wapigie nani? Number 2 niseme tafadhali kwa heshima, mimi naomba tujiandikishe kwa hiyo SHA. Umesikia maneno ya SHA? Hiyo ndio mimi naomba kabisa, na hapa nimeona CHPs tunawatambua sana. Make sure wamejiandikisha kila mtu, kwa sababu sasa ile ingine ilipita ilikuwa inakulipia kitanda hospitali. Unajua hivyo? Lakini hii ina clear bilio. Makofi kwa SHA bwana, watu wengi wa Kitui West. Mwisho kabisa, Your Excellency, walimu wamenituma. Wameniambia ni mention kitu kidogo. Sisi huku Kitui kwetu ni kugumu sana, si ndio? Na ndio maana Kitui is classified in the hardship areas. Si ni kweli? Na walimu wa Kitui wakaniambia ukipata nafasi ya kuongea na profesa, kwa sababu profesa anasikizanga na ana act hapo, mwambie profesa Kitui County isitolewe kwa hardship areas. Walimu wa Kitui County wamechukua malon na kadhalika, na huku ni kugumu, ndio kweli. Kwa hivyo wasitolewe kwa hiyo hardship area, iendelee kuwa hapo ndani. Sawa sawa? Mwisho nikimaliza mtasema SHA, nikisema kitu maliza na SHA. Haya, Profesa Kindiki tunakukaribi. SHA.
kwa sababu wewe na Ruto mnato Sha. na sisi tutajiandikisha kwa Sha. na hakuna mtu ambaye atatuti Sha. na akijaribu kututisha tutampa. Sha. Asanteni sana. Asante sana Boni Musambi. Sove ambaye peana hapo 50,000 jameni. Asante sana, Mungu akubariki. Asante Boni Musambi. Wacha sasa tumaliziwe na Speaker Kinengo wa Katesia. Wapi makofi ya Speaker Kinengo? Thank you. Thank you, Your Excellency. Mbaito mwaseo wenge mondia munini wa Muzumbe tumumuthogizie ni mwana wito tumukunangie makofi. Mbaito nondo evinda maundu monze Deputy President onenie kanda nenie neza anondo ena kiathi kingi nyeni weto kindu kimwe. Your Excellency the Deputy President andu amaitu nimetekela kana we wito, and I want to agree with Mheshimiwa Mwengi Mutuse 100%. We niwe Joshua wito kati Joshua wito akarutwa kula Kanani tukavika nukona notoetie. Mimi kama kijana mdogo na nimeona wewe unapenda kukuza vijana wadogo na pia rais wetu anapenda pia kukuza vijana wadogo. Sisi tutafanya kazi chini yako, tutembee huku Kitui tukiwa watu wako wa mkono, ndio hiyo siku ambayo tunangojea ifike 2027 utupeleke Kanani. Afanye hivyo, si atafanya vizuri, na ameamua atafanya kazi na MCA wote. Asante sana. Kusema ukweli, MCA monzema Kitui ala metere kutoka na serikali. Mheshimiwa Deputy President na Mheshimiwa President aisie mewe mesane mekieneza kiathiki hiki ubangiwa Mheshimiwa Paul Maluki mesani, Mheshimiwa Mulandi mesani, ala ngi monzi tumetie na ulogie athuko mesani. Kwa hivyo ama moito sio kazi yakwa tukwate kondo kwa zena kuongea tiwo nyingi sio zianze kaumako aseme kebiti tiwo aseme kebiti amwika meke biti tukwate siana kabia tukwate kula mbingi weza kwetha itokona kula nesa. Kwa hizo mbinga inato athime Deputy President hii barabara ikijengwa hii ya kwa Vonza kwa Mutonga ipitie kwa Mboya Katutu ipetete yeah. Then tukienda pale tu connect ile nyingine ya Migwani yes mpaka Mbondoni na ile nyingine yetu ya kando ya na najua zote yeah, incoming women rep asusu ambeye munenge akunengae na asiye kunenge usifanye nini. Mungu awabariki. Asante. Asante sana. Kitui West oye. Wamama mko sawa? Mwengethi ino ndo mutakuiwa moyoni ungamite ba. Wamama Mheshimiwa Rais, hapa ni nyumbani. Hapa ndio kwetu. Karibu sana. Thank you. Kwa manjina kwa alama tambisi nita Priscilla Makumi kana kabilisi. Mwakewie. Uma ni repu wiki data. Asante sana. Thank you. Sove ambaye. Ne sove ambaye. Mwembe yendi kaumia totinda nenywe. Aya, asante sana. Nina sove ambaye na 15,000. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Kavilisi. Nini manyie mwezi ndo maitu nitwa mwende wa salo Mheshimiwa Mwolote. Kumaku yangune. Tukolotwa tuenda mbunge na categories. Category la ando yebune ya ibeti. Chade keti kia ibeti.
ndietete munini wa musumbi kusubia ibeti aka weze na weze nimeenda nzama sozo ambiye matwetu ibeti mbingi na akulazia mume na mukulazia wewe kwa kukukoma wata mareli atatu ambia wana mundu umyoke kalanzi na mweme ingi buzije withia no kamete kwa kuna no kwenda choko komengi ukila na mwana umukwatithie na kuthi nyumba no kulazia mwana nje numukwatithia David president mwana numukwatithia mwana utajilia mtoto ama utakuja. Asante sana. Nezobe ambaye na ngilitana. Thank you. Thank you very Mwe ine musea. Ando mama mwinge wewe singeze sibanze beni. Kwa masitwa netwa maua nisiaitwe ba Matinyani au ni watu wetu hapa ni nyumbani. Ningo sobe ambaye na ngilitano. Thank you very much Mheshimiwa Maua. Anu magi tu iwasiri muyasio. Na kwa ni musio. Kwa masito nitwa siamtura karigi. Ndine na kidaka mewe. Nitwa siamtura karigi. Kuma daraka nolote tunakiamakia UDA. Kula bandu bedo za kisus sub county mwinge yathio kanothi. Nena ngili itano. Kethia munini wa Muzumbe, Musunye mwana inya. Kwa kethia mwana inya. Hello. Ando maki tui west muyaseo. Weya Yesu ataiwe. Nyeneta wa modhaiso. Bikangi unzabe nende. Ko ya kuito sombe. Neke tui east. Twazia okwiwa Debora usomete kwitwazia akubnengai munenge. Nasi ya kunenge usimu mutanenga Kindiki wetu mutanenga Ruto kabisa mutamunenga wenye watamunenga nionyesheni hivi kwa mkono na tuemi na tuyasi ate maondwala maseyona maondwala mapata mauma kwa Kindiki mauma kwa Kindiki na kwa Ruto. Thank you. Akana kwa Numa sina ngili tano. Kitui West oye. Nita wa Cornelius Kiteme wa Muthami, MCA wa Kundukwita wa Moi, Deputy President. Kama ile mawe inaitwa call, hapo ndio mimi natoka. Akamba be kindu mendete Kitui West ni mwathana uli mwanasheria na wanasheria wanapendanga kindu kita wa ukose. Deputy President ninye nile wangoze yaku nondo andwane mathana ni wakalatiwo. Asante sana ngili itano. Asante Your Excellency, nimekumbuka hapa tu karibu pandu wetu amekuwa imekia. There's a lot of copper here. Na wananchi wanaomba serikali isaidie kupata hiyo kopa iweze kusaidia wamama. Mama mnasema aje? Asante sana. Tuendelee. Ene nzima Kitui West muyasio inge mbikange ukisebene ngaino mwendete uniwo usio wake kwa masito ni Mheshimiwa Kalamba Musau kuma ku ya Zombe mwitika Kalamba moyo wa bika Zombe kulia musamo wa Zombe ni wa wethia inyo ni mwenenze ni mukwana babe na kendo na mwetayare kuchosa ayomba ni kuchosa na mukwika lanzene mutuze atrenze ni wabechao. Asanteni sana wamama na wasindikiza na 5,000. Mweya ine musio na mabinda onze nita wa Malinga wa Munyao, MCA wa Zombe mwitika ward nza kwetu wa chama cha UDA anendo mutabyo kinduke mwachita wati ni bata na muwazia ibetizia muziosu. Asante mwene na mwadhime ngili tano. Waheshimiwa munini wa Muzumbe na waenda kula mavoko, so haraka tafadhali na waomba waheshimiwa. Thank you. Muyaseo kwa masito ni Immaculate Wanza nominated na Jubilee na musubia na ngili tano. Asante 5,000. Asante mweya ni museo
Masito makonito Dominic Mwamisi MCA wa bodi ya Muthale Kitui Chethio. Ithiene tunakwatie lami na nyukuti makwata kendo. Nitwasobe amba na ngili 5. Thank you, God bless. Asante nengengeri cia munini wa Musumbe Kindiki fire. Kindiki fire. Ruto fire. Nito mheshimiwa Mameni MCA wa Nzambani ina muzobia na ngili 5. Thank you. Mwene Museo na mabinda onze nito Anthony Neymar nizakwitwa kula mwingi West kiomo chethano wodi ula mutuse wa Kitui. Sandeni sana 5000 mutuse wa Kitui. Very good. Mwene Museo Support na 5000. Thank you very much mheshimiwa. Mwene Museo mabinda onze nyie nitwa David Masa kwa munyau kana zirlengi kikutha mwene ase kikutha viwo wake kutha MCA wa Kanziku ni ba nizube mbai. Thank you. Ngili 5. Thank you. Mwene Museo na mabinda onze Masito manye nitawanza mwanzi ya MCA Musakwe ward ya Musioko wa Mboti kana mauta tola webake kuma ko la mwingi Central Ward nonga meta kiama kia UDA na tondo ndiye mwandike na Musube ambaye na ngilile na andikwa ngamu nenda kiathita ki azia kiathita ki kiva kwenyu muthenya wa Monday kikethe wangune kuya kwakwa imogoga kuona mheshimiwa nona moko ile aya nitawasupport na 5000. Mwene Museo na mabinda ombe ngezi banze beni nitwa mheshimiwa Keluma mheshimiwa Musakwe ward ya Mutonguni nenda kwa asiakana zawela esiaite niyo ikamawa na zawi ya UDA ni letetie baitu tukameinza utukunde yeya tuongei yeya ng'ombe ino ya UDA. Naibu wa rais tumesema ni asanti. Yes. Kuna division inaitwa Kakeani tumekuwa tukiuliza. The papers are with the DCC Kitui West. Sawa. Tuomba tusaidie. Number 2 we are happy for Tulia Market, Simutongune Ward. Number 3 there is a road from Siongela Katutu, Siongela Muthale kwenda kwa Mbelo. Please, hiyo barabara ni kubwa inalingi Muthale Girls National School. Please help us get the tarmac road. Ya mwisho kabisa ni kusema asanti kwa niaba ya Mutongune Ward. Rais alipea appointment ambassador wa China Ndile ametoka kwangu na amekuwa wa msaada sana. Kuna kijana amepeleka huko ngambo China afanye masters na ameendelea kusaidia watu wa Mutongune. Mungu akubariki, asante. Napeana 5000 kwa kusupporti wa mama. Asante sana. Very good. Area MCA Paul Maluki. Asante Mwene Museo mavinda onze 500 Deputy President nipe dakika moja nipe these former councillors hii ana support serikali sana na hata ako na pesa yake ya kusupport wa mama. Former councillor tafadhali kuzila bala kupitia kuzila bala pe
Deputy President. Proceed. Sasa masito makwa nita wa councillor Peter Kalungu. I've been a councillor here for 15 years.